mlezi kwa chochote ambacho kitakuwa nacho kwa siku ya leo, insha Allah tutakuomba uchangie chochote kwa ajili ya maendeleo ya madrasa. Huku zoezi la mchango liko linaendelea, tutamwomba mwenyekiti wa kamati ambapo patakuwa na zoezi la mkuu wa Madrasatul Munawwara Al-Islamia Ustaz Abeid Mahfudh atakuja kusimama kwa kutoa kalima ama kwa kutoa maneno, lakini baada ya hapo, ndani ya maneno pakiwa na nasaha ndani yake. Baada ya hapo atamkaribisha mgeni rasmi kwa ajili ya hotuba yake. Karibu sana. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tunashukuru kwa sababu tunafurahia kwamba mgeni rasmi hapa. Pia tunashukuru kamati zetu zote za madrasa na wageni mbalimbali, mashehe. Tunashukuru wote kwa kuhudhuria. Mimi leo tutakuwa na nafasi ya kuzungumza sana kwa sababu mgeni rasmi ndio mzungumzaji wa shughuli. Kwa hiyo nasaha kila kitu kupatikana kwa Sheikh Muhammad Suleiman Maarufu. Kwa hiyo watu wengi watakuwa na hamu kujua nini atakachowaambia kama vile mtabisha yeye, ili apate nafasi ya kuzungumza. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا kabisa tunafasi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuniwafikisha mimi na nyinyi kuhudhuria katika hafla hii adhimu, lakini pia nashukuru Madrasatul Munawwara kwa kuniteua nyie kwa mgeni rasmi, ambapo sijui nianze vipi kusema kutokana na kobori iliyopo, hasa mashehe zangu, kaka zangu, wazee wangu, mama zangu, wanafunzi kwa ujumla. Ni nafasi ni kubwa kwangu kulinganisha na hao niliotaja, lakini kwa ruhusa yao inshallah tutasema mawili matatu, yale ambayo yatakuwa ni mazuri basi inshallah yatusaidia, yale ambayo yatakuwa na mapungufu basi tutaswali mbele. Ndugu zangu wazee walioko hapa, imenikumbusha kidogo Sikitishafi kwa hapo mbele. Miaka 58 iliyopita nilikuwa mwanafunzi pale Sikitishafi, wakati wa vijana miaka 16, na mwalimu wetu alikuwa Mwalimu Swale. Walioko hapa ndio watakuwa nakumbuka sana. Tumechezea makora kidogo kwa sababu ya mchelewaji pengine au ubishi kidogo, lakini alhamdulillah ile hofu kwa sisi kufika hapa tulipo. Jamii yetu kwa kweli lazima iwashukuru walimu walioko sasa hivi wanasomesha wetu, hasa kutokana na mapungufu makubwa yaliyopo na mwingilio mkubwa wa mila, tamaduni tofauti ambazo zimepotosha baadhi ya eneo tulioikuta wazee wetu, na mengi ambayo tunaona kwamba yametetereka, yamezidiwa
lakini jitihada ya wazee vile vile ipo. Lakini tukumbuke tu kwamba walimu wamechukua dhima kubwa ya kulea watoto wetu. Hapa tulipo tulikuwa tukisoma kutokana na watoto ambao walikuwa kiafani hapa mbele, walikuwa ni walimu kwetu. Mengine tulikuwa tuyajui, mengine tulikuwa tuyafahamu, lakini wametusomesha. Wamesomesha adabu mbalimbali zinatakiwa, dua mbalimbali zinatakiwa, lakini mfumo wa maisha mzima wa kuishi katika biashara, kuishi katika mapenzi ya vitu na mengineyo ambayo kwa kweli ni somo tosha. Sasa hii inaonyesha dhahiri kwamba walimu wanafanya kazi ya kurejesha upya zile hali ambazo zimepotea, ili tuweza kurudi katika msimamo au mstari tuliokuwa nao. Tulizungumza hapa suala la masomo ya Kiarabu au lugha ya Kiarabu. Ukweli tusikitike hapa Zanzibar, tusikitike sana kwa sababu lugha ya Kiarabu leo ndio lugha ya pili hapa Zanzibar kwa hakika kabisa, na wazee wetu hata katika majambo mbalimbali vijijini na vingineko, basi lugha ya Kiarabu ilikuwa wanaifahamu katika mahesabu yao na biashara yao kufahamu, na maskuli ilikuwa ni subject ambayo kusomeshwa, na wengi tumeondoka sasa hivi. Hata hao walimu wetu walioko sasa hivi wasingepata tabu ya kusomesha lugha ya Kiarabu, watu wangekuwa wanazungumza. Kwa hiyo ilikuwa wepesi sana katika majambo mengi sana kwamba wangeweza kuelewa, lakini wameanza kazi alifu kwa ujiki sasa hivi ya kuisomesha lugha ya Kiarabu. Mungu Allah subhanahu wa ta'ala awape nguvu, kwa sababu tunaitizama lugha ya Kiarabu katika sura tofauti. Hii lugha yetu ya peponi, hii lugha yetu ya Qur'an, hii lugha yetu ya ulimwengu wa kiuchumi hivi leo. Wengi wanapenda kufanya biashara, lakini hali inabadilika. Kule kulikokuwa na jambo kumegeuka sasa, kumekuwa ndio kwenye ustawi, kwenye machumi. Dunia nzima inaelekea kutizama huko. Lakini naamini baada ya kufanya biashara tukiwa tunaondoka hapa Zanzibar na kwenda huko, na Mungu atupe watafuta au matondima kwa kuweza kuwasaidia biashara, mawasiliano. Lakini kila Mzanzibari ana nafasi ya kujifunza, sababu ilikuwa ni kitu kile. Kwa hiyo tunaomba walimu wasifuri, lakini vile vile tumepata hapa kuona maadili mbalimbali. Tunazungumza kwenye mitandao na kuonyesha mapenzi ambayo vijana sasa hivi wanayapenda. Mitandao na mapia tofauti, lakini sasa hicho kweli kimetusogolesha. Nenda hakuna urafiki, haya maisha sasa hivi hakuna urafiki wala hakuna somo. Kwa maana kile ukija katika nyumba, kila mmoja peke yake anazungumza na kitu ambacho hakioni kingine. Kila mmoja anazungumza peke yake. Leo kwa nyumba nzima ni mpango kila mmoja, kila barabarani kila mmoja, yaani urafiki wake na simu. Sasa kama unakuja na wageni tena ndio wanakuja mama hali hiyo, ndio sote tuko katika mfumo huu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuonyeshe mahaba na mapenzi, tuwe tunawasiliana sio wenyewe kwa wenyewe, ndio tunawasiliana baina ya simu na wanadamu. Hivi tunaweka katika mkono wetu tuchezee na tunaendelea kuchezea, lakini yote haya Mwenyezi Mungu atuletee mtihani, alafu atutazame akili kwa watu inakuja katika kitu. Mimi si taki kuchukua wakati mrefu, lakini wallahi kuna walimu wangu hapa na wazee wangu na ndugu zangu na washukuru kwa kazi kubwa wanafanya na ya kutolea. Na hii madarasa ya hapa Maalim Abdallah Imani nakumbuka kasomesha vijana wengi sana mitaani kwa historia yake kidogo, lakini sisi tulifanya ufunguzi huko, tulikuwa na madarasa zinafika 5 za Qur'an. Lakini maisha hapa yanabadilika hivi sasa hivi, madarasa lazima ziingie katika mfumo wa kileo, usiishi katika maisha yale ya kimaskini, ukosefu
Uislamu uko katika sura hii. Haya mambo ambayo nataka nikaonyesha huko juu nikuthibitisha kwamba kuendelea shahada kwamba haya yetu, kompyuta yetu, library zetu, mafaili yetu, kila kitu ni chetu hiki, lakini tunakiwacha kikatumbuliwa na wengine, alafu tukawaamini kwamba wao ndio wameleta. Sasa tuaishi kwa wetu kwamba haya ni yetu. Wazungu wanafahamu kwamba kuna mambo ambayo ni ya Waislamu, lakini Waislamu wanafahamu kwamba haya mambo ni yetu. Kwa hiyo mwalimu wetu mkubwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila kitu tunachokiona sasa katika ulimwengu amefundishwa, na alipofundishwa na yeye kafundisha. Kwa kiasi gani sisi tunaweza kukamata masuala ya msingi, lakini maajabu yanaendelea kuonekana katika hifadhi za Qur'ani na mengineyo ambayo nimefunza vijana. Ukipeleka unashika, ukipeleka unashika, lakini kwa hiyo ndipo nimepeleka Mtume Muhammad bila kupelekewa anashika. Bahati yetu mbaya iliyoko watu wazima wengi au wengine kusoma Qur'ani na kutoa nafasi ya kufahamu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atafanya katika hilo, lakini kwa vile tumekikamata kitabu chake, basi Mwenyezi Mungu atatusaidia kwa watoto wetu inshallah. Kwa sababu tunahitaji waendelee kujitahidi kuendelea kuwachunga, lakini kubwa zaidi ni kwamba tukubali kulea pamoja, kwa sababu hili ni moja katika tukio gumu sana kwamba mtoto fulani anakataa fulani kubali kwa kubali kwa heri kubali, usigombane na jirani yako, usigombane na mwalimu wa chuoni kwamba amemtoa mtoto fulani, bila shaka anataka maendeleo yake. Na mwisho hapa niliona katika kitabu walimu wanahitaji kusaidiwa sana, na kama tulivyosikia serikali inazungumzia kujiangalia madrasa, basi tunaomba iwe na kweli waziangalie madrasa kweli, kwa sababu hata hizo tabia mageuko ya mambo yanachafuka kwa sababu watu wamekosa elimu ya madrasa, lakini wanaonekana ni duni sana walimu wa madrasa na walimu wa madrasa. Mtume anasema khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, basi hawa ni bora zaidi, wabora wetu hawa walimu wa Qur'an. Ndio kueleza ni mshikaji ni somesha kwa wangapi, maelfu kwa maelfu. Sasa hivi tunashuhudia kuna wanafunzi ya jirani, lakini je, kwa kiasi gani tunachangia? Kwa hiyo ndio sadaka zetu, wale wasiweza kujenga msikiti, wale wasiweza kujenga madrasa, wale wasiweza kujenga majumba mengine ya kheri, basi alete katika madrasa. Kila kwa sadaka yake zaka yake basi ailete kwa madrasa, ili kwamba tuweze kuwa nyanyua kesho kama na kuikuta hii. Kwa sababu hili lilikuwa ni jukumu la kuwasomesha bila wewe sasa, lakini katika ile kwa nafasi wewe kwenye chuo kwenye katika kazi zako kwenye kazi za nyumbani ule mambo yeye nakubali kuweka hapa afanye kazi yako wewe, kwa hiyo kusimama na pengine anataka shilingi 10,000 kwa mwezi na mshahara hana, lakini uko tayari kununua kitabu cha 48 kwa ajili ya physics na kulipa milioni 1.8 kwa mwaka kwa wanafunzi wako kwenye darasa. Huyo tunafanya nini mwalimu wa chuo? Madrasa hizi na nikizungumza hivi nasema wote na maana tumengi na wengineo madrasa mbalimbali kila mahali swali pale, kila kitengo cha Kiislamu tukipe nguvu zaidi sasa hivi, na tunaona hata katika nchi yetu kila kitu kinakuwa wali, kila kitu kinakuwa vizuri, baraka zitarudi. Nawaambia watu, mimi naingia kazini mwaka 75, mshahara wangu ulikuwa shilingi 290. Leo 290 ni wakati wa kufika, na 290 ile ilikuwa pengine inapata mpaka mwisho wa mwezi, bado hujaimaliza baraka ilikuwepo. Leo ukipata milioni 4, milioni 5
ukitoa ile ndani ya jekundu na simame, ukitoa lile maana kwa wakati huo lishaika baraka. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala tunamwomba aturudishe katika mambo haya ya khairati, awaongoze watoto wetu, awafungulie fahamu zao, na sisi tulioko Mwenyezi Mungu atupe wasa tuone matunda na matunda. Lakini hawa wazee wangu wote hawa tulioko huko, na Allah subhanahu wa ta'ala kupenda umri tawili tena wenye kheri, na atufikishe sote kwa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hizo zilikuwa nasaha kutoka kwa mgeni rasmi. Zoezi linalofuata sasa itakuwa ni zoezi la zawadi, na kwenye hili zoezi letu la zawadi kutakuwa na sehemu kuu mbili. Kutakuwa na zawadi za wanafunzi kuanzia kila darasa kutoka darasa, na baada kutakuwa ni zawadi za kuwapongeza wazazi ambao walijitahidi wakapambana kwa hali na mali mpaka kuhakikisha hii leo wanafunzi wao wamemaliza marhala ya thanawi. Kwa kuanza, nitaomba niwakaribishe mgeni rasmi, mwalimu mkuu wa madrasa na Ali Abu Bakar. Mwanafunzi wa pili ni Madna Maksamlina Ahmad, watatu ni Suleiman Musa Suleiman. Hao ni wanafunzi wa Rawaa. Wanaofuata ni wanafunzi kutoka kwa Muhammad Yasir Rawaa vile vile, ambao wa kwanza ni Hudhaifa Abu Bakar Hudhaifa, wa pili ni Salma Ali Kous, watatu ni Nizar Ashraf Abdullah. Naendelea kwa darasa lingine au baba, ambapo mwanafunzi wa kwanza ni Farida Salim Muhammad, mwanafunzi wa pili ni Ajmal Ali Hassan, mwanafunzi wa tatu ni Zahra Suleiman Hamad. Safu al-awwal, mwanafunzi wa kwanza ni Najib Salim kwa niaba. Mwanafunzi wa pili ni Mariam Muhiddin Mustafa, na mwanafunzi wa tatu ni Maria Muhammad Hakim. Fasl thani, mwanafunzi wa kwanza wa fasl thani ni Ridwan Suleiman Muhammad, mwanafunzi wa pili ni Tahir Samir Masud ambaye anasuluwa kwa niaba ya Mzee Ali, na mwanafunzi wa tatu ni Manhan Said Muhammad. Fasl thani, mwanafunzi wa kwanza ni Hanna Ahmed Isa, mwanafunzi wa pili ni Hayden Rashid Ali, mwanafunzi wa tatu ni Alif Muhammad Hamid. Safu raja, mwanafunzi wa kwanza ni Isam Ali Abdul Fattah, mwanafunzi wa pili ni Rabia Abdul Shadir, mwanafunzi wa tatu ni Hafta Haji Babu. Safu al-khamis, mwanafunzi wa kwanza ni Ahlan Yusuf Juma, mwanafunzi wa pili Aisha Abud Ali, na mwanafunzi wa tatu ni Ahlam Faqih Balian. Safu sadis, mwanafunzi wa kwanza ni Omar Siddiq Omar, mwanafunzi wa pili Lubna Yusuf Ibrahim, mwanafunzi wa tatu ni Nasra Hassan Ali. Tunaanza marhala ya i'dadi, ambapo safu al-awwal ya i'dadi, mwanafunzi wa kwanza ni Muhammad Mansur Abdul Hamid, wa pili Unaiya Abdullah Salim, mwanafunzi wa tatu ni Sabra Thabit Mitu. Safu thani ya i'dadi, mwanafunzi wa kwanza ni Muhammad Ashraf Abdul Ghafur, mwanafunzi wa pili
kwanza ni Aisha Bilal Ahmed, mwanafunzi wa pili Zuena Ali Muhammad, mwanafunzi wa tatu Aisha Abdul Saleh Abdullah. Inafuata sasa ni marhala ya thanawi, ambapo saful awwal thanawi, mwanafunzi wa kwanza ni Kauthar Sabri Abubakar, mwanafunzi wa pili Humud Tahir Muhyiddin, na mwanafunzi wa tatu ni Fatma Ali Musa. Safu thani athanawi, mwanafunzi wa kwanza ni Dina Farid Ali, wa pili Aisha Hamid Salu, na watatu ni Husna Muhammad Omar. Inayofuata ni safu ya mwisho, safu thani thanawi, mwanafunzi wa kwanza ni Manna Amin Ahmed, wa pili Majda Yahya Sain, na watatu ni Salwa Amin Ahmed. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kumaliza kwa wanafunzi waliofanya vizuri kwa mwaka 2025, nafuata sasa ni zoezi la vyeti kwa wanafunzi waliomaliza kuanzia marhala zote, kuanza ibtidai, i'dadi na thanawi. Na tunapofanya madrasa ni kwamba tunahakikisha kila mwanafunzi anakuja hapa mbele anapokea cheti, ili iwe ni sehemu ya historia yake na alama yake, na ndio maana tunajaribu kufanya matukio kuyafupisha kwa sababu ya haya. Kwa kuanza na majina ya wanafunzi waliohitimu marhala ya ibtidai ambao ni safu sadis ibtidai. Wa kwanza ni Abdul Majid Afzal Majid, wa pili Abdul Rahman Salim Ahmed, wa tatu ni Abubakar Abdullah Ali, wa nne ni Ahmed Said Ali, wa tano ni Auf Abud Ali, wa sita Akram Ali Makame, wa saba Ayman Sajjad Majid, nane Hassan Abdullah Muhammad, wa tisa Hilal Abud Juma, wa kumi Hisham Said Ahmed, wa 11 Quraib Hafidh Juma, 12 Ibrahim Sabri Ali, 13 Ismail Maulid Ismail, 14 Ismail Abdul Rahman Azib, 15 Izzat Khamis Muhammad, 16 Khamis Bakari Khamis, 17 Luqman Amir Hashim, 18 Mansur Said Mahsin, 19 Masul Walid Hadi, 20 Muhammad Hassan Hamid, 21 Muhammad Hussein Munir Muhammad Hussein, 22 Muzammil Mustafa Amr, 23 Omar Sadiq Omar, 24 Rashid Omar Hadi, 25 Ridwan Sulaiman Muhammad, 26 Salim Muhammad Ahmed, 27 Zaid Saif Khalfan, 28 Aisha Omar Ali, 29 Aqila Muhammad Saleh, 30 Zahira Khalid Rasul, 31 Margia Abdullah Said, 32 Fathia Musa Ramadan, 33 Ilham Abdullah Amur, 34 Jamila Tahir Muhyiddin, 29 Aqila Muhammad Saleh, 30 Zahira Khalid Rasul, 31 Farhia Abdullah Said, 32
Zakaria Musa Ramadhan 33, Ilham Abdallah Amur 34, Jamila Tahir Muqtidin 35, Jawahir Harun Khamis 36, Khadija Munir Muhammad Hussein 37, Layali Said Ali 38, Libna Saleh Salim 39, Lubna Yusuf Ibrahim 40, Lulua Fahmi Khalfan 41, Maryam Abdul Saleh Abdullah 42, Maryam Abdullah Said 43, Maryam Imran Abdul Razak 44, Maryam Shaban Makami 45, Husni Said Mahsin 46, Nasra Hasan Ali 47, Niyaf Nizam Juma 48, Rawat Zidi Ali 49, Rayhan Masud Shaban 50, Ruqayya Ali Khamis 51, Sharifa Ali Ahmed 52, Shuwaifa Kineni Suleiman. Hawa walikuwa wanafunzi waliomaliza marhala al-ibtidai ambao ni somo sadis i'dadi. Tunapoelekea sasa itakuwa ni marhala ya i'dadi ambapo tutakuwa na darasa la faslu idadi i'dadi. Wanafunzi watakuwa ni kama wafuatao. Wa kwanza ni Abdul Hamid Mustafa Abdul Hamid, wa pili ni Ali Tahir Ali, wa tatu ni Ahmed Muhammad Ahmed, wa nne ni Amyan Fatih Badian, wa tano ni Muhammad Ali Muhammad, wa sita ni Muhammad Sikandar Qasim, wa saba Omar Nuhu Omar, na wa nane Sahir Ahmed Subei. Hawa walikuwa na wanafunzi wa kiume wa faslu thalith i'dadi ambao ni marhala ya i'dadi. Wanapofuata sasa watakuwa ni kwa upande wa wanawake, marhala ya i'dadi, somo thalith i'dadi. Wa kwanza ni Aisha Abdul Saleh Abdallah, wa pili ni Aisha Bilal Ahmed, wa tatu Aida Musa Ramadan, wa nne Barde Karama Said, wa tano Rutuna Saleh Muhsin, wa sita Khairat Nasr Abed, wa saba Mubina Muhammad Masud, wa nane Mulhat Ali Khamis, wa tisa Muzdalifa Muhammad Hussein, wa kumi Nawal Salim Mas'ud, wa 11 Sara Saif Suleiman, 12 Sharifa Suleiman, 13 Suhaifa Hadi Mas'ud, na 14 Zuwaina Ali Muhammad. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kumaliza zoezi hilo tutapata marhala ya mwisho ambayo ni marhala ya thanawi, na hapa kuna darasa la mwisho, darasa la thalith thanawi. Madrasa yetu ni miongoni mwa madrasa ambazo naweza kusema zimetangulia mbele kimeendelea. Tunasomesha masomo ya dini, lakini vile vile tuna masomo ya dunia. Hapo mwanafunzi akiondoka thanawi akiwa na elimu yake ya thanawia akapata cheti chake, pia anapata na cheti cha kompyuta, ikimaanisha kwamba atakuwa tayari amekuwa amespecialize kwenye swala zima la kompyuta, ambapo tunasomesha computer application, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint na Microsoft Access. Na kwenye shule hii tuna wanafunzi wafuatao ambao ndio marhala ya mwisho, marhala ya thanawia, ambapo mwanafunzi wa kwanza atakuwa ni Abdul Hassan Ahmed
wa pili Amina Abdul Qadir Muhammad, wa tatu ni Haifa Salim Abdallah, wa nne ni Khadija Mansur Abdul Hamid, wa tano ni Majda Yahya Said, wa sita ni Manna Amini Ahmed, wa saba ni Munaisha Feruz Abdul Rahman, wa nane ni Sabra Tahir Muhyiddin, wa tisa ni Salwa Amini Ahmed, wa kumi ni Sofia Muhammad Mzembara, wa kumi na moja ni Ulfat Mbaruk Nasr, na wa kumi na mbili ni Yusra Salum Said. Wa zile tunazozita kama ni jitihada ama juhudi za wazazi pamoja na walimu kutoka mwanafunzi anaanza hapa madrasa mpaka anatafaraji kwenye marhala ya mwisho ambayo ni marhala thanawia. Kusema la kweli, kazi inakuwa sio rahisi kama unavyoona wanafunzi wanapokuwa tunataja sofu sadis ambao ni ibtidai wako wengi, lakini kila ukisogea mbele wanazidi kupungua. Na kinachopata sasa, tunawapa zawadi wazazi wa wanafunzi ambao wamemaliza marhala athanawi ambayo ni faslu thalith. Mzazi wa kwanza atakuwa ni mzazi wa Hamdun Hassan Hamed. Mzazi tafadhali. Takbir. Takbir. Hiyo ni alama ya kumshukuru juu ya zoezi kubwa limefanya kuhakikisha kijana wake amemaliza marhala athanawi. Mzazi wa pili ni mzazi wa mwanafunzi Amina Abdul Qadir Muhammad. Tafadhali. Mzazi atayarishe mzazi wa mwanafunzi Haifa Salim Abdallah. Takbir. Takbir. Akimaliza mzazi wa Haifa Salim Abdallah, akitayarishe mzazi wa Khadija Mansur Abdul Hamid. Takbir. Akimaliza mzazi wa Khadija Mansur Abdul Hamid, anayefuata sasa ni mzazi wa Majda Yahya Said. Akimaliza mzazi wa Majda Yahya Said, anayefuata sasa ni mzazi wa Manna Amini Ahmed. Pamoja na Salwa Amini Ahmed. Huyu ni mzazi ambaye ana watoto wawili ambao wote wamemaliza marhala athanawi. Takbir. Anayefuata sasa atakuwa ni mzazi wa mwanafunzi Munaisha Feruz Abdul Rahman. Tafadhali. Ajitayarishe mzazi wa mwanafunzi Sabra Tahir Muhyiddin. Takbir. Akimaliza mzazi wa mwanafunzi Sabra Tahir Muhyiddin, ajitayarishe mzazi wa Salwa, mzazi wa Sofia Muhammad Mzembara. Takbir. Takbir. Allah. Akimaliza mzazi wa Sofia Muhammad Mzembara, ajitayarishe mzazi wa Ulfat Mbaruk Nasr. Akitoka hapo anafuata mzazi wa wanafunzi wa mwisho Yusra Salum Said. Tafadhali.
Baada ya kumaliza zoezi hilo la zawadi, ndugu mgeni rasmi, nakuomba ushuke. Na sasa Sayyid Abdurrahman Sajjad kwa ajili ya kukamilisha dua ya kutumu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحقنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبات الندامه في الحال والمآل انك السميع الدعاء. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وارزقنا النظر الى وجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. Zoezi mpaka sasa على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, nimepewa kazi ya shukrani, lakini kabla ya shukrani nitatoa mambo matatu. Jambo la kwanza ni mchango iliyochangwa hapa shilingi milioni 1,217,000. Takbir! Tunawashukuru sana kwa mchango yenu, na inshallah tunaendelea kupokea michango hii na mingine inshallah ya vifaa na mingine kama nilivyosema sana. Jambo la pili, sisi shughuli yetu hii, jambo la muhimu kwetu sisi mpaka sasa hivi, msimamo wa kamati yetu ni hii: watoto kupokea zawadi hapa, wapokee shahada hapa. Hapa hakuna wageniada, waje wengi wapokee wote hapa, na ndio maana ile matukio yetu ya michezo ya risala tunayafanya mafupi fupi ili muda ututoshe, angalau tuondoke hapa kabla ya adhana. Kwa hivyo hili tukio muhimu, akikuja ananiambia pale mfanye kwa niaba, asia mfanye kwa niaba, tutakawa yote hapa tukozania. Jambo lingine, ili holi lishakuwa dogo, yaani hapa watu wamekaa mpaka kwenye staff ya walimu wala hawaoni vizuri. Kwa hiyo kamati mkae mfikirie cha kufanya, maana inaonekana holi lishakuwa dogo. Lingine, mzee mmoja kwa kinambia pale, wanafunzi mbona kila wakenda wanapungua idadi? Ndio hali halisi ilivyo, kwa sababu wanabanwa hawana masomo, wengine wanazidiwa, wengine wanakata, wengine wana hivi. Lakini leo wanafunzi wa thanawi hawa, yani hawa ukiangalia walianza vipi, ukaambua walianza 40, 45, leo 10, sio 12, kwa sababu ya shida wanazopata mpaka wanamaliza leo kwa salama, na ndio maana wazee wanakuwa zawadi. Jambo jingine, tunawashukuru kwa mahudhurio yenu na hususan rasmi kuja kwako katika madrasa yetu. Si mgeni wa hapa, lakini leo kwa mgeni rasmi nakushukuru sana. Pia kamati zetu mbili hapa, tuna kamati ya Muammar Kinyasi na kamati ya Muammar ambao tunashirikiana
mambo mbalimbali ya elimu na mengineyo. Kwa zipo kamati wenyewe hapo hapa na wameona mambo yao hapo katika kuendeleza madrasa zetu za Malindi. Kwa hiyo tunawashukuru kamati zetu, lakini pia tunawashukuru nyote mliohudhuria, mkaacha yenu, wageni tulioalika, kwa sababu kuna wazee wa wanafunzi na kuna wageni ambao watoto wao hawasomi hapa, lakini tumewaalika wamekuja kuhudhuria katika shughuli hii. Kwa hiyo tunawashukuru wote hao waliohudhuria, na kwa kweli tunafarijika kuwaona katika shughuli zetu kama hizi. Inshallah Mungu atukubalie tunayafanya yote. Kuja kwetu hapa kuwafurahisha watoto ni kumbukumbu. Hao walimu nawaona wengi wao na wao walikuwa kama hivi, wengine wanawakumbuka walikuwa kama hivi. Sasa hivi wao kwa walimu, tunasema nao watakuwa walimu kama wale mchezo wa Kiswahili kasema kazi ya walimu ndio kazi yetu, japokuwa watu wanaona kazi wanafanya maana ya kufanya, lakini kazi ambayo tukufu na inshallah Mungu atupatie inshallah. Kwa haya machache tunawaruhusu, lakini utaratibu wa kutoka